Kama tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita, namna ambavyo client anaweza kukabiliana na changamoto katika mradi wa ujenzi, na tukajaribu kuzieleza wazi ili kila client aweze kuwa aware kwamba anapoanza mradi wake wa ujenzi nini ambacho anaweza kukumbana nacho wakati anatekeleza mradi wa ujenzi. Na moja ya changamoto ambazo tulisema atakumbana nazo ni cost overrun. Sasa leo nitaeleza nini kinaweza kusababisha cost overrun katika mradi wako wa ujenzi ili uweze kuwa aware na uweze kufanya mitigation mapema ili kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Na leo nimejaribu kwa comparison kati ya miradi ya serikali pamoja na miradi ya watu binafsi, kwa sababu causes au vitu vinavyosababisha cost overrun vinatofautiana kati ya private pamoja na public sector. Sasa sababu ya kwanza ambayo inasababisha cost overrun katika miradi mingi ya ujenzi hapa nchini ni mabadiliko ya kisera pamoja na maamuzi ya kisiasa ambayo tunasema ni political interference. Kuna muda unaweza ukawa katika mradi wa ujenzi na wakaja madiwani au wakaja waziri au wakaja nani, kwa sababu ya political interest akatoa maagizo ambayo yanapelekea cost implication, yanafanya mradi uweze kuongeza matumizi, aidha kuongeza fedha. Kwa hiyo mabadiliko yote yanayotolewa na maamuzi ya viongozi, mara nyingi tumeona katika maeneo mbalimbali, yanasababisha ongezeko la bajeti katika miradi mingi ya ujenzi. Wakati huo kwenye private sector ni mabadiliko ya mahitaji, yani kunakuwa zile client driven scope changes. Unajenga nyumba, umejenga msingi, bosi anakuja anasema sasa hapa basi utaka choo, hiki choo kitoe hapa kieke hapa. Au mnajenga kanisa, tulikuwa na mradi mmoja kujenga kanisa mahali fulani Dar es Salaam. Client anakuja anasema hapa uta introduce hiki, hapa uta introduce kwa yale mabadiliko ya mara kwa mara yanaongeza scope ya kazi, na yanapoongeza scope ya kazi yanasababisha gharama kuongezeka. Lakini sababu ya pili ambayo inasababisha cost overrun katika miradi ya serikali ni taratibu ndefu za manunuzi, yani procurement bureaucracy, yani ni urasimu katika manunuzi. Unajua urasimu manunuzi yanapochukua muda mrefu zaidi, vikao vinakuwa vingi zaidi, safari zinakuwa nyingi zaidi, gharama ya mradi inaongezeka. Katika miradi ya watu binafsi utagundua kwa watu binafsi tumekuwa na maamuzi ya haraka ambayo hayana justification zinazoeleweka. Katika miradi mingi ya watu binafsi hawakai na kuwa na systematic procedures ya namna ya kurani miradi yao. Kwa hiyo wanajikuta wakiwa na poor upfront planning. Wanafika mahali unaanza mradi unagundua hiki hakipo, hiki hajafika, kilitakiwa hiki, na hiyo inasababisha kunakuwa na delay. Lakini sio tu delay, kunakuwa na ongezeko la gharama ambazo hazijategemewa katika miradi ya ujenzi. Lakini sababu ya tatu katika miradi ya serikali ni kucheleweshwa kwa malipo kutoka serikalini. Hii tunasema ni delay payment. Sasa unajua moja ya vitu ambavyo viko very interesting katika sekta ya manunuzi Tanzania ni kwamba ukimcheleweshea mkandarasi mgeni malipo utadaiwa interest kwa sababu ya kumcheleweshea mgeni malipo, na interest inakuwa ni nje na kile ambacho kilikubaliwa wakati wa mkataba, na hiyo pia inasababisha kuongezeka kwa gharama katika mradi. Unajua interesting thing ni nini? Ni kwamba mzawa akicheleweshwa malipo hawezi kulipwa interest, lakini mgeni akicheleweshwa malipo anaweza kuongezewa interest. By the way, procuring entity inabidi PPRA inabidi uangalie sera hii isiyo tu kwa wageni pekee yao, hata wenyeji waweze kufaidika. Lakini unapomcheleweshea mtu malipo, gharama za mradi zinaongezeka kwa sababu ya interest ambayo unatakiwa umlipe baada ya kumcheleweshea malipo yake. Lakini kwa miradi ya watu binafsi tunaona kumekuwa na cash flow constraint, kuna kambinyo pesa. Kwa unafika mahali mjenzi amejenga msingi, ameishia hapo, baadaye mnakuwa majenga boma, ameishia hapo na kama miezi 3 4 5. Ukifanya ujenzi kidogo kidogo, trust in me, gharama lazima ziende juu zaidi. Sababu nyingine ambayo inasababisha cost overrun kwenye miradi ya serikali ni underestimation ya gharama wakati wa budgeting. Sasa hii tunaita kitaalamu optimistic estimates, na hii bwana Charles Kichela amezungumza kwenye ripoti iliyosomwa juzi tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka huu 2026, ripoti ya mwaka 2024 mwaka 2025 mahususi katika uwanja ule wa mpira wa Arusha AFCON. Bajeti iliyokuwa estimated ilikuwa ni bilioni 181, lakini bajeti iliyokuja kusainiwa ilikuwa ni bilioni 338.45. Sasa utaona estimated budget imekuwa ni ndogo zaidi ya kile ambacho kimekuja kukusudiwa. Hii inatokea mara nyingi kwa serikali, pia hata kwa watu binafsi. Sababu ya mwisho, japo sio tu mwisho kwa umuhimu, lakini zipo sababu nyingi, kuna variations order nyingi. Kwenye miradi mingi ya serikali nimeona kuna mradi mmoja niliwahi kuwa nimeshiriki miaka kadhaa
iliyopita, kabla mradi haujaanza, wakati tumepewa ile michoro, wakati tunaipitia tuligundua kulikuwa na mapungufu zaidi ya 25. Mahali pengine kuna variation zaidi ya 17. Na kila variation ni cost implication. Na kwa nini variation? Kwa sababu kumekuwa na incomplete design. Watu hawajaweka design zilizokamilika. Na hii inatokea mara nyingi sana kwenye miradi ya serikali na mara nyingi zaidi kwenye miradi ya private sector, kwa sababu private sector hakuna consultant anayeeleweka. Client anaenda kwa fundi, kwa engineer fulani, kwa architect fulani, anachukua michoro, akitoka na michoro huko anakuja nayo site, anampa fundi wake. Fundi hajui kusoma michoro au anajua kidogo, na baadaye anatafsiri vibaya na watu wanajenga na kubomoa, na inaingia katika hasara nyingi ambazo client anaweza kuingia. Kwa hiyo wakati wote ule variations zinapoongezeka katika mradi wa ujenzi, ujue gharama inaongezeka. Mwisho kabisa ni rushwa pamoja na ufisadi kwenye miradi mingi ya serikali. Unaweza kuona kwamba gharama halisi ya mradi ni bilioni 200, lakini inaandikwa bilioni 250, na ile bilioni 50 inaenda kwa watu, au gharama halisi zikawa milioni 120, lakini mkandarasi akapewa milioni 100 alafu milioni 20 ikaenda kwa watu. Kwa hiyo rushwa na ufisadi imekuwa ni changamoto kubwa kwenye miradi ya ujenzi ya serikali, kusababisha kuwa na cost overrun. Lakini kwa private sector kumekuwa na changamoto ya contract au supplier based selection, na hapa watu wengi wanaangalia bei, hawaangalii quality. Kwa hiyo unajikuta badala ya kuchukua kitu ambacho ni bora, unachukua kitu ambacho kwa sababu ni bei ndogo. Hasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri ni kwamba lifespan ya material inategemea pia na price. Kwa unachukua kitu ambacho kilikuwa kikaa labda miaka 3, umechukua kitu ambacho kimekaa mwaka mmoja. Kwa within a year kitu kile kimebadilika. Kwa mfano, unachukua pipe labda za class C badala ya class B kwenye slabu, na unajua self weight ya slabu ya concrete kwenye zege ni kubwa. Kwa zile pipe za class C unaziweka, ukimwaga zege zinabonyea na zinakuwa ni functionless. Kwa maana yake nini? Itabidi ukanunue pipe zingine kwa ajili ya ku replace pipe zilizopasuka. Na hii ipo mahali pengi. Ununua tiles ambazo sio durable, ukiziweka kidogo zimevunjika. Ununua vyombo sio durable, ukiweka kidogo vimevunjika. Kwa hiyo unakuwa unanunua material mara kwa mara ili kuweza kucompensate vitu vilivyoharibika. Zipo sababu nyingi sana ambazo zinasababisha cost overrun kwenye miradi. Mimi nimetaja chache. Hebu niambie, wewe unajua sababu zipi ambazo zinasababisha cost overrun kwenye miradi, iwe ni public sector au ya private sector? Tuandikie kwenye maoni. Baadaye nitakuja kueleza namna ya kufanya mitigation, kutatua changamoto hizi. Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.